alipokuwa anakaa katika miji ya Maka na watu ambao walikuwa wanadharauliwa sana katika jamii, watu ambao walikuwa hawana nafasi mbele ya mabwana wakubwa wa Quraysh pale Maka, akina Ammar ibn Yasir, akina Bilal ibn Rabah, akina Suhaib ar-Rumi, watu ambao walikuwa wakipata nguo ya kujistiri sehemu ya chini wanakosa nguo nyingine ya kujistiri sehemu ya juu. Kwa ufupi, kanu yaftarishuna al-ardha wa yaltahifuna as-sama. Kama wanavyosema Waarabu, godoro lao lilikuwa ni ardhi, shuka lao lilikuwa ni mbingu. Ni watu ambao ni maskini sana, lakini Mtume ndo walikuwa wenzake, anakaa nao, anazungumza nao. Sasa akina Abu Jahl na wenzake walikuwa akipita wakimwona Mtume kakaa na hawa watu, walikuwa nafunga pua, kisha wanamuuliza Mtume, ala yu'dhika rihu haula, we Muhammad, ukirihiki na majasho ya hawa watu hawakutii kichefuchefu, hawa watu hawakupi sonono yoyote Muhammad, uko nao, ina maana umeridhika kuwa na hawa watu. Ukitaka sisi tusilimu tukufuate, wafukuze hao. Hatuwezi kuja tukakaa safu moja na watu aina hii, hatuwezi tukakaa mkutano mmoja na watu kama hao. Fatrudhum, kama tunataka sisi tuje huko, kila siku unatuita katika dini yako, lakini maadamu kuna hao hatuji. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia, wasbir nafsak, vumilia ewe Muhammad, jizuie, isbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum. Hawa watu wanadharauliwa, lakini ndio wanaokuwa na nafasi mbele ya Allah. Sayyidina Abu Bakar aliwahi kusema maneno katika utawala